Leo najua lilivyokuwa kali. Inachemka hasa. Yaani nyie akili zenu. Hapana kuniga huyu. Yaani hawa. Na mapacha. Nakwambia. Dr. Baraka. Babo. Karibu. Asante. Kaisa. Asante. Karibu. Asante. Dr. Baraka. Mambo. Poa, karibu. Salama. Karibu. Niletee stuli ngeni. Saizi mama. Salama tu, habari za huko? Salama zako mama. Salama, karibu. Asante. Karibu tu. Asante. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Habari za hapa? Salama tu, habari za huko? Salama. Karibu. Asante. Gonjwa anaendeleaje? Tunashukuru kama unavyotuona. Karibu. Gonjwa vipi hali yako? Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Ila tu mimi ninasumbua. Usiseme hivyo mse wangu. Huyo ni kijana wako. Na hapa nilipo naomba nikwambie ukweli kabisa kwamba huyu mtoto ana matatizo. Ana matatizo gani? Matatizo hayo si ya kuongelea kwenye simu. Ni vyema wewe ungekuja ili tupate kuzungumza. Kwa sababu matatizo hayo ni makubwa. Kwa hiyo tafadhali na kuomba ufike hapa nyumbani kwangu. Kwa heshima yako na taadhima nitakuja. Nitashukuru sana mzee wangu. Haya. Haya, asante. Naomba unisamehe sana shemeji yangu. Nampenda sana Mariam. Isitoshe, mimi sikumpa talaka Mariam kwa ridhaa yangu. Ni walimwengu tu shemeji yangu. Nampenda sana Mariam. Na hakuna mtu yoyote atakayeweza kunisaidia isipokuwa niwe shemeji yangu. Please. Naomba msaada wako shemeji. Naomba msaada wako shemeji. Kwa sababu umejenga jumba likubwa sana hili. La kifahari ndio unaona kwamba mimi lazima utanitaita nyumbani kwako ili nije nyumbani kwako ulione ile jumba. Mimi mwenyewe nina nyumba yangu ile ya udongo ile. Inanifaa mimi, nyumba ambayo umeishi wewe pamoja na familia nyingine yote. Kana ile jumba lako. Lakini baba, namtaka mwanangu. Baba. Wewe unijui Mnakula njama wewe na mume wako sio? Hivyo unanijua? Mhakikishe kwamba mwanangu anarudi nyumbani, namtaka mwanangu. Unanijua vizuri nini? Asirudi nyumbani sasa leo, hapo ndio mtanijua mimi nani. Pole. Asante. Utapona. Ila cha msingi inabidi tuanze kufanya mazoezi. Nitajitahidi. Ndio. Sasa nimekuletea matunda. Utajaribu kuyatumia hayo ili utafute nguvu na ujenge afya, urudi kama zamani. Asante. Mama, wakati mwingine ninapokuwa nipo kazini nashindwa kuhudumia ugonjwa wengine. Namuwaza mgonjwa wangu Salome. Vipi? Mbona unamwangalia sana? Unamfahamu?
Hapana. Bakari. Naam. Unamfahamu? Hapana. Ikram. Huyu ni kijana wangu. Baba yake huyu na mimi ni marafiki wakubwa sana. Naweza nikasema kwamba baba yake huyu ndiye aliyemzaa Kibwana mwenye Nkuu Kiugwanga. Baba yake huyu ni mtu hatari sana. Yeye baba yake huyu si mganga, lakini ana uono mkubwa sana. Anaweza akakutazama tu akajua matatizo yako yote. Kwa hiyo ni kijana wangu. Okay, sawa. Niko? Naam. Ndio kidogo. Naam, sawa. Maneno kuambiwa maneno, maneno kuambiwa maneno, maneno kuambiwa maneno, maneno. Begani kwa mimi. Ya 100,000 shemeji. So nampenda dadangu. Nampenda sana Maria. Hakuna kitu ninachokithamini hapa duniani kama ninavyomthamini Maria. Acheni. Sija. Usilie mume wangu. Basi usilie mume wangu. Jikaze. Tahangaika bure na ugonjwa wangu. Tamaliza mahospitali. Ugonjwa wangu mimi sio hospitali. Ugonjwa wangu tiba yake Mzee Sanadi. Mzee Sanadi akija hapa ndo tiba maradhi yangu. Namfahamu Mzee Sanadi? Ndio nafahamu. Kwani yule mzee ni dokta? Mama, basi nilikuwa nakuja kuwasalimu. Naomba ruksa mama. Nitakuja kumuona mgonjwa siku nyingine. Nashukuru mwanangu, karibu. Asante. Haya jamaa natoka. Haya, safari njema. Mpaka salama. Haya, karibu tena. Haya. Zako hizi. Na usifunge ufuge zako. Mwenye Mkuu. Naam. Huyu kijana ni hanifahamu, ila mimi namfahamu kwa kumwona.
Na katika vijana wangu kuna kijana wangu mmoja ambaye alimshuhudia yeye akifukia maiti. Na alimfuatilia akampiga picha wakati anafukia ile maiti. Kwa kuwa mimi nilikuwa na shida ya shilingi milioni 5, ndipo nilipomwambia kijana atumie fursa hiyo ya tukio ili mimi niweze kupata shilingi milioni 5 kwa haraka. Na ndipo kijana alipofanya harakati hizo na kufanikiwa kupata milioni 5 hiyo, na ndiyo niliyokupatia wewe. Hiyo ndio tiba ya ugonjwa wangu mimi. Mbona bado kama tukuelewi? Unamaanisha nini? Tulipishana kidogo na ule mzee, ndio inapelekea kupata matatizo haya mimi. Mtamaliza hospitali zote, siwezi kupona. Unajikuta una akili nyingi sana. Kivipi? Unaonekana kabisa unamtaka dadangu Salome. Haswa nampenda sana Salome. Kama umelitambua hilo, naomba unisaidie nimpate Salome. Wanaume bwana. Kwa hiyo unataka kutuchanganya mimi na dadangu, si ndio? Kivipi? Unajisaulisha. Sikuelewi unamaanisha nini yani? Ni mara yangu ya kwanza kukuona tumekutana hospitali. Tumeonana mimi na wewe wapi? Unamjua Doris? Doris? Hapana, simjui. Unakumbuka kuna siku tulikuja nyumbani kwako, nilileta kuja kutolewa ujauzito. Nilikuwa na Doris pamoja na mume wangu Bakari. Ulinifanya nini kabla hujanitoa ujauzito? Maneno kuambiwa, maneno kuambiwa, maneno kuambiwa, maneno. Ikra, kwa hiyo unataka kuniambia hii pesa milioni 5 ulionipa imetoka mikononi mwa Bakari? Ndio. Na light kama ningejua Bakari anafahamiana na wewe, nisingeichukua hiyo pesa. Ipo haja ya kumrudishia pesa yake. Sawa baba. Endapo baba yake atasikia kwamba mimi nimechukua shilingi milioni 5 kwa mzunguko huu ambao ulionieleza wewe, baba yake atanifikiria vibaya sana mimi. Na mimi naheshimiana sana na mzee wake. Endapo atakapofahamu, basi kutakuwa na vita kubwa sana kati yake na yangu. Kwa hiyo mimi naomba hii pesa ni mkabidhi. Wewe utatafuta siku yoyote hiyo shilingi milioni 5 na kunipatia mimi. Sawa? Umenielewa? Haya. Kama kuna mtu kati yenu anayepafahamu kwake, ende mkamwambie. Yule binti ulomtuma kwa mwenye mkuu akakataa, amekubali. Mtafanya kazi yake kwa moyo mmoja. Fanyeni haraka, mwanzo naumwa. Nenda kamfuate yule mzee sana hadi aje hapa.
Fanyeni hivyo. Fanya haraka mwanangu, njoo sasa hivi. Sasa ole wako. Kuone unatembewa na dadangu Salome, ni kuone. Wamenikimbia au vipi? Wamejua kama mimi nakuja. Sasa jamani, kama kuna majirani wamewaficha hawa watu au wamenitoroka kukimbia mimi, hii sio ombi bali ni amri. Tafadhali naomba muwatoe na muwafikishe kwangu mara moja. Mimi ndio mzee Sanadi bwana. Bila hivyo nitakachowafanya nyinyi majirani mtakuja kujuta. Mimi nitawapa ugonjwa wa kuharisha mwezi mzima. Hiyo ya kwanza hiyo. Ya pili nitakachokifanya, nitawaloga waume zenu wasiwape haki zenu za ndoa ndani ya miaka 4 kama ulivyo utaratibu wa kombe la dunia. Ndio. Yaani hiyo ni lazima. Na naweza hiyo. Sasa nyinyi ofisheni tu, jioneni wajanja. Twende mjukuu, twende. Message wameshaipata. Sasa nasubiri utekelezaji. Mkigoma shauri zenu jamani. Wewe twende zetu. Twende mjukuu. Twende. Mimi nimekwambia sina mchezo na mtu yoyote. Na roho mbaya mjukuu. Naam. Shapoa. Bakari. Naam. Ulisema kuna kijana alikuwa anakutishia polisi ili umpatie shilingi milioni 5, si ndio? Ndio. Haya. Milioni 5 zako hizi hapa. Kamata. Mwenye mkuu, hizi pesa zimefikaje hapa kwako? Maneno kuambiwa, maneno kuambiwa, maneno kuambiwa, maneno. Odi. Odi.
Kami siling dan. Ugomvi tatua, tumie hekima usikurupuke we. Maneno yanazua upendo hata chuki we. Akili za kuambiwa siku zote changanya na zako we. Chemsha ubongo kabla kutenda we. Kiambiwa kitu chunguza usikurupuke. Waweza soko kukuza kumbe ni uongo uzushi tu. Kiambiwa kitu chunguza usikurupuke. Inaweza kawa kweli au sio kweli. Maneno kuambiwa, maneno kuambiwa, maneno kuambiwa, maneno